Speaking about the president. President sahi ako day 3 I think, Mount Kenya region, for the 5 days. Mount Kenya wako na either 9 to 10 counties I guess. So aliziweka kama 3 ama 2. Sure. And one thing was it on Sunday? Tour yake ilianza lini? But one thing wakati alianza alilala Sagana Lounge. Alilala huko ndio akaanza Tuesday. So siku ya Eid alikuwa Sagana. Ameshafika Sagana, akaita ma journalists wakasema ile kitu. And then one thing stood out. Buddha. So obviously sanitize kwanza, inakuanga strategy ya gava. Like unaitanga press kwanza, unaosha vitu zako mbaya in front of a camera. Unajipaka mafuta mzuri. But I think also it was an eye opener. Unajua sometimes wanaitanga ni itinerary. Yeah, okay, nitakuwa hapa na hapa na hapa apart from sanitization. But one key issue ilikuwa kuna mtu alisema huyo mtu asikanyage hapa kwa mlima. Unaona? Lakini president, unajua ni president after all. Hiyo ni presidency. Mimi nasema hiyo crowd it's presidency, like usiheshimu mtu, heshimu cheo. It's presidency. So unajua kuna ile power yenye president akona. President is a father to the country, is like a father figure to the country actually. Juu sasa you are leading these people want to hear from you actually. So ndio maana they must come out. They must come out in good numbers. So me I can't say that Murima is bought, Murima is vitu kama hizo. Let me rectify you before you proceed. All right. The presidency is not like a father figure. But for now inaweza work hivyo. Let me think like my senior counsel venyange think Martha Karua. Martha Karua akikuwa rais hatakuwa father figure. Atakuwa mother figure. Yeah. So the presidency ni one symbol of national unity. Yeah, sure. National unity. Yeah. So akienda pale abagui that region. Unaona? Anaenda kama national unity. Mimi nimekuja hapa kwa mlima. Watu wa mlima mkoaje? The other time walikuwa sijui wapi. One thing stood out. Watu wa mlima walikuwa wanataka kujua kijana wetu. Hujaiongea juu ya kijana wetu vizuri. Sasa yuko kwa ground. Nani? Sasa huyo ni president amekuwa hapo, William Ruto anaulizwa. Kijana yao ni mgani? Sasa kijana ya mlima, kijana ya Maumau, Rigathi Gachagua. Rigiji. Alikufanyanga nini? Ushaikuwa in some I'm not saying this into the context of the president visiting the mountain, but ushaichokoza vijana wa kijiji fulani. Si ndio? Because walikuja kwenu. Ukawafanya mbaya. Then siku moja tu, yani ni shetani, unajipata kwa territory zao peke yako. Hiyo siku sijui umetumwa tu uko peke yako, and then wale vijana wanakuita wanakuambia umejileta. Hebu tuambie ukweli. Juzi ulipiga. Ulisema unaweza tupiga vibaya sana. Aya tuambie. Na ulikuwa na kiburi sana kuja hapa. Nakumbuka. So that is the context yenye ninaiona in politics. William Ruto ako pale. Anaambia okay, ulituambia kijana yetu alikuwa sijui amefanya nini Nairobi, si ndio? Hapa kwa ground. Okay, tuambie uzuri. Sasa tuko hapa. And then William Ruto says Rigathi Gachagua wanted 10 billion. 10 billion. And then unajua rais alikaa hivi. Akaambia wale majournalist, do you guys know what 10 billion is? My friend. Na unajua hakujibu au kuendelea na hiyo conversation sana. I think they were out of time, vitu kama hizo. Time was not on their side sana hivyo. So coming to think of it, 10B, yeah. 10B can feed me and some other generations to come. Your lineage. Yeah. Your lineage. But one thing nilikuwa na shangaa, 10 billion in 2013 this topic iliwahi kuja into politics. Wakati wa Jubilee and URP. Kuna pesa ilitembea hapo kwa political arena ya 10 billion. Nilisikia. Ndio mtu aunge mwingine mkono. Nilisikia. Unaona? Akitaka backup ya huyo mse, ni akeleta anampea the whole region. Exactly. Wholeheartedly. So me akasema aikelewa. As much as kuna watu wanasema William Ruto aongeangi ukweli kabisa. Sijui. But wacha tuangalie kama ni ukweli ulikuwa unasema Rigathi Gachagua aliomba 10 billion.
ingekuwa ni ukweli. Tuseme ni ukweli. Mtoi hawezi kuomba kitu anajua hauna. Na ile kitu mimi naona tuseme ni ukweli. Sawa? Tuseme tu ni ukweli tu. Tuseme ni ukweli. Si ndio? Jumi sitaki kuambiwa eti nimesema. No. Assuming now hiyo ni ukweli. Okay. Unajua sasa inakuanga like siwezi kujia 10B kwako na ujainipea 5. Na tumekuwa na wewe in business. Yeah. Tumefanya mabiashara. No ujainipea 5. Yes. So it's something that you were certain I'm going to get this. Me what I know, William Ruto has the 10 billion. But kuna risk uwezi weka bet. Kuna pali uwezi weka bet. I know William Ruto knows how to speak with the people. Wanasema is that yes, anajua convincing, very smart sana. Yeah, very smart politician. So I guess aliona hii 10B yangu wacha ikae kwanza. Tutapambana. Tupambane na huyo msee. Tutapambana na huyo msee.